Bwana Mungu wangu, nafsi yangu itashangilia kwa Mungu wangu. Maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki kwa vyombo vya dhahabu. Ndugu wapenzi, walezi wote, naanza na jamaa yangu, mapadre, sisters, na padre moja ni muhimu sana, Padre Paul, mimi sijui wanaitwa nini hapa. Na watu wa Bwai nilisikia hapa ni pale pa Bwai, wa mama na wazee, na kwa sababu shule zimefunguliwa leo, wanakaa nyumbani. Na mtu mmoja mimi napenda kuzungumza naye kwa dakika moja, yeye anaitwa hapa, nilisoma hapa, Edna. Najua sisi tutaenda njia yetu baadaye, na watoto wa James wataenda kwa nyumba yao, na Paulo atarudi shule ya Takatifu Yosefu, na sisi sote tutakwenda, lakini mama atakaa. Na yeye anakaa kwa muda mrefu na huyu mzee. Leo yeye anasema kwaheri. Labda hao walikuwa na shida kidogo, lakini wamekaa pamoja, si kama wengine ya siku hizi. Unajua, bwana na bibi leo na kesho bwana na bibi ingine. So mimi nasema na Edna, mimi nasikitika sana kwa ajili ya wewe umekwisha kufa au kwisha Melissa na maisha yako na huyu James. Lakini nini amewaonesha wengine njia ya kuishi. Kwa sababu hiyo mimi nitaanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya James na Edna. Piga makofi kwa hawa. Ndugu wapenzi, kuna siku ya kufa, siku kuanza na siku ya kuzaliwa, na baadaye siku ya kufa. Baada ya mwaka si mingi, sisi zote tutarudi kwa Mungu. Sijui lini, sijui pale pa mwisho, lakini sisi tunajua sisi tutarudi kwa Mungu. Na hii ni sababu kwa padri hata mimi moja wao nakuja hapa kuwa na jamaa ya Paulo, kwa sababu yeye anaingia jamaa yetu, kwa baba yake ni tena ni baba yetu.
Na mimi na toa shukrani kwa watu, kuwashukuru watu wa hapa kufuata sheria serikali kwa ajili ya ugonjwa ya kore. So sisi tunakaa hapa. James alikaa kwa mwaka mingi, mwingine nakaa kwa 40, 50, lakini yeye nakuwa hapa kwa muda mrefu. Na yeye alipata ugonjwa, alikwenda hospitali, lakini hapa ni nyumba yake. Na yeye mimi nafurahi kuona majamaa hapa, kwa sababu pale pengine ninaona jamaa wengine wanakaa nje. Mshauri ya mzee, jamaa ya James nakaa naye. So mimi nasema asanteni sana. Kwa nini? Kuna Mungu, unajua Mungu nakaa nasi kila siku, kila saa. Lakini maisha yetu mfupi. Sisi hatujui ni nani ataenda kabla ya kesho au kesho kutwa. Nilisikia tena ndugu ya James mkwisha kufa, wakati yeye nasema nasikia James ameenda. Wamekaa pamoja na sasa wanaenda kwa Mungu pamoja. Na tena mimi napenda kusema nani, ninafurahi tena kuona watu wa kijiji, marafiki mingi nakuja kuheshima jamaa, kuheshima James. Ni kazi yetu kufuata njia ya Mungu, amri za Mungu. Na wakati wengine, ndugu wapenzi, serikali yetu tukufu wamefunga kanisa. Na wakati hao wanafunga kanisa, wanadamu wamepata shida. Watoto wanapata shida kwa sababu wanapenda Mungu kuwa nje. Wengine wanasema hakuna Mungu, sisi ni Mungu. So mimi nafurahi kuona nini nakuja hapa kwa misa leo. Angalia katika moyo yenu. Mama anasema hapa, najibu ndio Bwana, ninasadiki ya kuwa wewe ni Kristo, mwana wa Mungu atakayekuja ulimwenguni huu. Kuwa Kristo ni kusadiki katika ufufuo wa wafu. So ndio James aliwacha sisi. Usiku mwingine sisi tutakutana naye, sisi tutakuwa naye, sisi tutakuwa na furaha yake na Mungu.
lakini wewe je, wewe nakuja hapa na wewe nafikiri kwamba utatoka kaburi siku ya mwisho? Wewe nafuata njia ya dunia au njia ya Mungu? Hii ni swali kwa wewe mwenyewe katika moyo. Ni rahisi kuomba Mungu na maneno mingi, lakini kusadiki ni ngumu. James alienda alipata ubatizo 1954, na mimi mwenyewe napata ubatizo 1952. Sasa kutia inakaa na Mungu, na Mungu atukumbuka yeye leo. Sisi tunakuja na mapadre wote wanakuja hapa kwa sababu wanafikiri kwamba sisi ni watu na ngoja kuwa na Mungu. Sisi tumetoka Mungu, sisi tutarudi kwa Mungu. So kwa Paulo, unajua wengine wana bibi mimi nafikiri, na Paulo hana bibi, mimi sijui kama yeye hana. Lakini mimi napenda yeye kujua yeye ni mtu wa jamaa yetu, jamaa ya kanisa, na kazi yetu ni kuomba Mungu kwa ajili ya watu, kwa ajili ya marehemu na kwa ajili ya sisi wenyewe. So Paulo, mimi nasema ndio baba yako alikwenda, lakini wewe una jamaa ingine. Na kumaliza, mimi nafurahi kuona wanasiasa wanasema maneno yao machache, kwa sababu siku hizi unajua sisi tunasikia maneno matupu mingi sana, mpaka kichwa yetu si mzuri. Lakini wanatoa heshima kwa kanisa, na mimi napenda wanasiasa kuendelea. Usipunga kanisa tena. Kanisa ni maisha ya watu, ni msingi ya maisha ya watu. Mimi nasema nani leo heshima Mungu kama James alia heshima Mungu wakati ya inaishi hapa. So asanteni. Fuata njio, unajua bila kupata maombi, bila kutumia maombi katika nyumba, ugonjwa huu ya kora itaendelea, atachukua mwingine. Na siku hizi wanachukua watoto wa shule. So mimi napenda nini? Kuomba Mungu kuwasaidia watoto ambao wanaingia shule leo kuishi na afya mzuri, kufuata amri za shule na za serikali. James, wewe ulienda, wewe naingilia sisi nakaa hapa, wewe ulikuwa mtu wa
Mkristo, na mimi napenda Mungu kukupokea na mikono miwili. Na naenda ndio wewe utasikia mbaya leo, kwa Mungu atasaidia wewe. So raha ya milele umpe Bwana, apumzika kwa amani. Amina. Kwa kuomba mweka miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu ndugu yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubaptizo na kupakwa mafuta matakatifu. Sema zote twakuomba utusikie. Twakuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wamewachwa na Mungu. Twakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu James na Nicola, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Twakuomba utusikie. Mungu wetu na Mwokozi na waamini wote, uzijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote, kwa maombezi yetu wapate msamaha wote wa tumaini daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
pole Baba, nakuja na zawadi yangu, naleta mbele zako ili nitoe shukrani. Salini ndugu sadaka yangu ni yenu kwa Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunaombea huyu mtumishi wako James katika siku hii ya mazishi yake, tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa
ya dhambi au alichofufuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuwafuta. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia. Inueni moyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli vema na kushukuru damu na popote Bwana Baba mea Mungu Mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sisi tumepata kwake tumaini la ufufuko. Tunasikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, lakini tunatukulizwa kwa kuwa alituahidia uzima wa milele. Ee Bwana, uzima wa waamini wako hauondoleki, ili ongeuzwa tu. Makao ya hapa duniani ya kwisha kubomolewa, tunapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni tuimbe wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: kilichoomba nawe kuna kusifu kwa haki, maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakaza vitu vyote, wale watu kwako sana watu kwako, ili toka mawio juu hata macheo yake wa kutolea sadaka safi. Basi tunakusia Bwana utubariki tabia hizi tunazokutolea, upende kuzitakaza kwa Roho wako, ili tugeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetulumuru kutumisha makombo haya. Usiku ule alipotolewa yeye mwenyewe alikata kushukuru, hakutukuza kumega kwa wafuasi wake akisema, kweni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
hivyo baada ya kula katika kikombe, akashukuru, kutukuza, akiwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, huu ndio mwili wangu, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la amani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja, mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka mateso mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea kuja kwake mara ya pili, tunapotolea kwa shukrani sadaka hii nzima na utakatifu. Tunakuomba ingilieni kibali sadaka ya kanisa lako unataka kutuzulisha nayo, kutujalia sisi tunarithi mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wako Mtakatifu, ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, Yusufu mwenye heri, mchumba wa huyo bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba Bwana, sadaka hii ya kupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Liimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Mori Santon Crori, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwakumbuke watumishi wako James na Nicholas uliowaita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa walishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo. Wajalie washiriki pia ufufuko wake siku ya ufufuko. Kristo ataifananisha miili yetu na mwili wake mtukufu. Pia uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema, nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Ndipo utakapotufuta machozi yetu yote, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Utujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, kwa Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amen. Na sasa tusali kwa imani, sala ilivyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea,
usitie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Bwana, tunakuomba tuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema imani maishani mwetu, utapushe na dhambi kwa roho yako, tusifinishe jambo lolote, tungoje kwa matumaini kurudi kwako mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, mwambie mtume wako na acheni imani yangu, usizidi dhambi zetu ili tuamini kanisa lako, ulijalie maneno yote kikamilifu na mapenzi yako, unaishi kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nani. Iwe pia nawe. Ndio mwana-kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Shukrani unapoendelea. Kama mwana neti, iwe kama kuna mwenye neti, wakati huu ndio wakati wa kuleta neti hiyo. Tafadhali. Kama kuna mwenye neti, tafadhali tuweze kuleta kwa wakati huu. Wimbo wa shukrani unapoimbwa. Asante sana kwaya, asante sana. Tuweze sasa kuelekea, tunawapiga migomba sote tuweze kusimama, tuweze kupata sala baada ya kupokea komunyo. Sala baada ya komunyo. Tuombe. Mungu, tunakuomba mjalie mtumishi wako James aliyefariki duniani atakazwe na
sadaka hii na kuondolewa dhambi apate furaha ya milele. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hivyo tuweze kuketi. Atakuwa ni Padri Cosmas Ngomba ambaye atamkaribisha askofu ili tuweze kumalizia sehemu hiyo. Hivyo basi, Mama Edna, karibu. Asante kwa sababu ya muda na mnaangalia vile hali ilivyo, tafadhali tuweze kutulia sasa. Tuweze kutulia. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Amina. Tena kila dhambi va Kristo umwikira kuvulilisha kuwa kumukoyoko pisho pwepwe na bapatiri na babalimu bose nenda serikali namuhejadi mulembe kyo bwana namuhejadi mukusalile kulinde mu Kristo ate omusakulu uyo papa mumure mundebela kati asantiko esebali etina. Asante. Asante sana mama, pole. Tuweze sasa kutulia katika sehemu hiyo. Sasa nataka nimkaribishe baba paroko ambaye atamkaribisha Padri Sunguti kusema neno la asante. Padri Sunguti atamkaribisha Vikadinari. Padri paroko, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nawashukuru tu kwa kuja pamoja nasi kama parokia. Nafasi namkaribisha Padri Paul Sunguti ili aweze kunena jambo atakapomkaribisha mnenaji wa mwisho. Padri, karibu. Baba Askofu, Vikadinari wetu, mapadri, masista, wana wa Mungu wote, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ningependa kwanza kumshukuru Mungu kwa kuweza kutupa mzee huyu James ambaye amelala kwa miaka mingi. Hii tumekaa na yeye, tunasema kwa Mungu asante sana. Ningependa pia kuchukua fursa hii kumshukuru Baba Askofu kwa kukuja kuadhimisha misa katika mji huu. Tunajua na kazi nyingi na ujio wake hapa ni baraka kubwa. Baba Askofu, asante sana kwa ujio wako katika mji huu. Mapadri, mabradha na masista, ningependa kusema asanteni sana kwa misa ambazo mmekuwa mkileta katika mji wetu kila siku. Nasema tu Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Ningependa kushukuru Wakristo wa parokia hii ya Kiminini, wanakwaya wa Kiminini, jinsi mumesimama na mimi kama mtoto wenu. Nasema asanteni sana. Ningependa pia kushukuru Wakristo kutoka parokia ya Mtakatifu Yusufu, Wakristo kutoka parokia ya Kachibora kwa kazi ambayo mmefanya. Nasema Mungu aendelee kuwaneemesha. Ningependa kuchukua fursa hii pia kutoa shukrani zangu kwa moyo wa dhati kwa shule za upili, shule ya Mtakatifu Yusufu, ya St. Joseph's Boys na St. Joseph's Girls na St. Joseph Primary School. Ningependa kusema kwa hakika tumetembea pamoja tangu tulipopata msiba huu, na ninasema asante sana. Mungu awabariki.
Ningependa kuwashukuru wanasiasa na haswa Mheshimiwa Chris Wamalwa ambaye tangu aliposikia msiba huu wa mzee James amekuwa akinipigia simu mara kwa mara. Kwanza mara ya kwanza aliomba sana pengine tungesongesha kusika mzee huyu ikuwe Jumamosi, awe amepata muda akuja aomboleze na sisi kwa sababu ni jirani hapa ng'ambo, lakini kwa sababu ya shughuli ambazo anafanya hakuweza kufika. Lakini wale ambao ni wasaidizi wake, mumwambie ya kwamba familia hii ya Sunguti ina furaha na inamshukuru kwa kazi ambayo amefanya. Ningependa kuwashukuru wana familia hii ya Watilu kwa jinsi mlikubaliana, tukaelewana na tukasema ya kwamba tumsindikishe mzee kwa njia hii ambayo tumefanya. Kwa ujumla, wana wa Mungu, Mwenyezi Mungu awabariki wote. Baba Askofu, Padre Paul Sunguti, mapadri wenzangu, watawa wa kike na wa kiume, wote wa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo kabla niseme jambo kama mawili, ningependa kusimamisha watawa wote wa kike wasimame, ishara ya pole. Kuna watawa wa kiume. Kwa hivyo tarudi kwa mapadri, tutaanzia mapadri. Kabla ya hapo tuna seminarians na seminaristi. Asanteni na pole. Halafu tutaenda kwa mapadri kutoka nje ya jimbo letu. Asanteni sana ndugu zetu kutoka majimbo mengine. Tusimame sote na tuwapungie waombolezaji mkono. Hizo ni pole zetu. Kwa hivyo tumekuja hapa kumsindikisha baba yetu ambaye ametutangulia kwenda katika maisha ya milele. Tumekuja kwa sababu Father Paul ni mmoja wetu na tunasimama naye, tutaendelea kusimama naye kwa sababu tunafanya kazi pamoja. Yetu ni kusema pole sana Padre Paul. Tukumbuke kwamba mzee ameenda kutuandalia mahali. Sasa tuna muombezi mwingine kule kwa baba. Kwa familia tunasema poleni na mpokee msiba huu kwa imani kuu. Nimefurahia jinsi mama amekuwa na ukakamavu, sio wengi wanaweza kuwa hivyo. Asante sana Mai, na tunasema pole. Na kwa wote tunasema poleni kwa kuondokewa na mmoja wenu katika kanisa, lakini kuondoka kwake jinsi nimesema ni tunampeleka naenda mbinguni kuwakilisha kule na kuzidi kutuombea kwa Mungu. Sisi tujikaze katika safari yetu ya kuenda mbinguni. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ningependa kuwapatia utaratibu kwa sababu pale nyumbani ni sehemu ndogo. Wale watakaoenda kule ni mapadri, askofu, wawakilishi wachache wa masista na wanafamilia. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Leo sinamsindikiza ndugu yetu James katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya dunia na sasa namwita alimpa maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele.
Twakuombea Bwana umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, kupata furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Nitafurahi sana katika Bwana Mungu wangu, nafsi yangu itashangilia kwa Mungu wangu. Mungu yetu ni hapa makaburini. Tumaini kuwa na siku moja tutaona naye katika uzima mpya. Asante sana. Kwa hivyo mabande muweze kujongea karibu tuweze kubeba mwili huu, wanabanda hawa wakiendelea. sana katika Bwana Mungu wangu, nafsi yangu itashangilia kwa Mungu wangu. Maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki kwa vyombo vya dhahabu. Maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki kwa vyombo vya dhahabu. Roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako kwenye mito. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ndugu zangu, tuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Bwana,
wasamehe wa wema dhambi zao. Sehemu zote twakuomba utusikie, tuzipokee kazi zao njema. Tuombea wote wanaohuzunikia kwa kifo cha ndugu huyo James. Ee Bwana, watulize wote waliofiwa. Tuombeana sisi wenyewe ambao tu wachezaji hapa duniani, na Mungu atuimarishe na kudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Kwa kuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na kufufuka na mwanao, tunaomba tujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu Mwenyezi anapenda kumrithi kwake huyu ndugu zetu toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni, urudia uliopotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunakabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana apokee katika imani yake na mwili wake afufue siku ya mwisho. City lights shine on the harbor, night has fallen down. Through the darkness and the shadow, I will still go on. Long, long journey through the darkness, long, long way to go. But what are miles across the ocean to the heart that's coming home? Where the road runs through the valley, where the river flows, I will follow every highway to the place I know. Long, long journey through the darkness, long, long way to go. But what are miles across the ocean to the heart that's coming home? Long, long journey out of nowhere, long, long way to go. But what are sighs and what is sadness to the heart that's coming home? Wewe ni vumbi, uturudi kuwa vumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. City lights shine on the harbor, night has fallen down. Through the darkness and the shadow, I will. Siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui kutukufu lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele ya Bwana apumzike kwa amani. Kuandikwa ishara ya msalaba
Mwokozi wetu Yesu Kristo aliyekomboa kwa ishara hii kupumzika kwa amani. Basi karibuni familia. Glorifying God. This is DJ Worship. Mchungaji mwema. Asanteni sana kina mama, shangazi. Thank you very much. Thank you very much. Bwana Yesu mchungaji mwema. Thank you, thank you, thank you. Ni harusi ya mwisho. Yesu mchungaji mwema. Harusi ya mwisho. Yesu mchungaji mwema. Harusi ya mzee wetu. Mzee mpendwa. Sisi tulimpenda, lakini aliye juu, Muumba mbingu na nchi, alimpenda zaidi, zaidi na zaidi. Thank you very much. Thank you, thank you. Yesu mchungaji mwema. Yesu mchungaji mwema.